Nitaweka simu silent. Hiyo maembe iko na nguvu. Nilikuwa karibu nianguke. Wow. Okay, so thank you so much na karibu sana mwendeleaji wa Barũthi wa Thayũ TV. Karibuni sana harĩa hothe mũratwĩrorera mũrĩ. May God bless you so much nĩ gũkorwo wĩ haha na ithuĩ. Thank you Jennifer Kinothia, good to see you. Elizabeth Gathoni, Gishaga, Shiro Njoroge, Mary Ndegwa, Alice Wairimo, Mary Kamau. We have Monica Blessed, Urban Grace, Shiko Weston, akina Jacqueline Njiro, akina Jackie Duncan ukiwa Mombasa. Good to see you. Yes, thank you so much. Na naona watu wengi sana hapa. Ukiniona unasema tu hi and ndio tuweze kuongea maneno kadhaa. Yes, today is on Monday and we normally meet here every Monday. Leo ni 6th March 2023. Siku zinatembea kutembea. Umesikia sauti yangu bado haijarudi kabisa. Lakini uzuri mtu hanijui atafikiria naongeanga hivyo. Kama hawanijui so watafikiria naongeanga hivyo. So sauti yangu at least hii inaendelea kukuja vizuri. Ati kwani mvua haijanyesha juu? Kwani mvua haijanyesha juu mko na mwavuli? Hiyo swali inakaa aje? Inanyesha ama haijanyesha? Hapana, mwavuli ni ya kufunikia hizi. Unajua hizi simu za siku hizi ukiziweka kwa nini kwa jua inachemka inazima. Sasa tumeweka kama mwavuli ndio at least isichemke. We have Naomi Ndolo, mwetu wa tata. Unamjua huyo? Mwetu wa tata. Ni wa kwetu. Bas. Na unajua Alfred ni mjanja sana. Unajua leo ni kama niko home. So mwetu wa tata ndako kezia. Na angetuambia ako galiko gani? Utatuambia uko wapi? So leo niko na marafiki zangu. Nimeamua at least pia wasalimiane like we did last time. Na nafikiri pia ni wenyeji maana wanaelewa hiyo lugha ya mwetu wa tata. So lazima wakuwe wanaelewa hii area vizuri zaidi hata kunishinda. Unajua mimi nimetoka huko Ukuyuni. Kwa hivyo lazima wakuwe wanaelewa hii area. Na ni marafiki pia wa hii station yetu maana ni kumaanisha huwa anatufuata. Like si huwa unatuwatch. Sasa huwa unasikia chenye tunaongea? Kikuyu yote. Ala, lakini hujui Kikuyu. Nimelelewa huko. Ai? Kuongea ndio shida kidogo. Kuongea ndio shida. Hata huyu rafiki yangu wako hapo, shida tupu. Unless sasa uchamsha Kikuyu mpe soup. Akuje hiyo soup. Ili mkataa kabisa. Lakini mimi uzuri wangu nimesoma na Wakamba. So at least niliwaelewa wote, wa Kitui, wa Machakos, wa Makueni, wote. Na nafikiri hata kwa pilika zangu nimewahi date Mkamba. Lakini Kikamba kupatia ile sanifu. Nafikiri unajua Kikamba pia ni kama Kikuyu. Kuna Kikuyu ya Kirinyaga, Kikuyu ya Embu. So Kikamba pia ya Kitui ni konk kidogo. Hapo ni kweli. Ile najua ni hapa Machakos. Lakini ni Bantus bado tutasikizana tu pole pole. Yes. So nishasema uko Kiseria. No, but I'm from Machakos. Kikuyu naisikianga vizuri sana. You are doing a great job. Haja. Kumbe Wakamba wengi wanasikia Kikuyu. Anyway. So wacha kwanza tusalimiwe na Mr. Who. Wacha atatuambia tu saa hizi. Shika haka. Haka ndio sasa utaongelesha. Sawa. Utakaeka hapa. Kwa majina naitwa Patrick Ngunzi.
kutoka pale panaitwa Kale Mbooni. Kale Mbooni. Hiyo ni kaunti ya Machakos? Mimi niko katika boundary ya Machakos na Makueni. Okay. Lakini naishi pande ya Makueni. Hebu tusalimie hiyo na Kikamba. Mwaseo ando maito mokamba. Na ito tuyaseo ko masako. Toyoka ndambo kasi yako malele kondo kweta wa malele. Tuketo mandha na kodoi mameonda. Bas. Asante. Mandha na kodoi mameonda. Kukuja kuona shamba. Uzuri wangu mimi sasa huwezi nisengenya na Kikamba. Hata kama siwezi ongea mingi, at least nasikia. We have another daughter of Mombi. Yes. Si utaongea Kikuyu? Hapana. Unajua kuongea Kikuyu? Nasikiza lakini siwezi ongea. Hapana, lazima usalimiane kwa Kikuyu na at least ufanye intro. Sisi watu wa Kamba na wana represent watu wao. By the way, funny enough, tuna watu wengi sana hapa wa Kamba huwa anatutazama na hata hawajui Alfred Mkamba. Hawajui. Hata yeye hakuwa anajua. Tugeithia na Kikuyu. Mamu anyu ni Mugikuyu na ni arerorera. My name is Anwerimo Kamau. I'm from Kitale. Nililelewa na Waluya. So tuongeleshe Kiluya. Sikuelewa sana. Ai. Wewe ndo mlamu? Sielewi. Anyway, I'm here to check land for my mom. Ninunua shamba hapa, ploti 2. Wow. Yes. Nakuja kumrepresent. All right. Yes. That's good. Yani Kikuyu, so ila language unajua vizuri ni Kiingereza na Kiswahili. Yes. My goodness. Okay, it's okay. Tuende kwa mwetu atata unge. Na mukethia ubo wenu. Karibia. Ubo wenu andwala melwele Barodhi TV. Kwa jina naitwa June Ngunzi King'ara. Kwetu ni Machakos na nimeolewa Kiambu. Basi nimesikia King'ara. Hapo ndio lazima ujue. Nimekuja huku na Barodhi tukuje kuangalia plot ziko huku zinauza vizuri. Karibuni nyote. Wow. Thank you so much. Okay, umeonaje? Unajua ni vizuri pia. Karibia uambie umeona. Ni kuzuri sana. Ni kuzuri, tuko karibu na Konza City. Hata ukikaa hapa unaona majirafu huko zinapita, zebras. Unaona Mombasa Road ama uioni? Mombasa Road ndio ile. Bas. Ni mahali pazuri sana. Okay. Yeah. Very good. Thank you so much. Hao ndio marafiki zetu tuko nao hapa. Labda kwa kifupi tu, unajua ningetaka wajua sana although ni wanawake wengi siku hizi wananunua mashamba, lakini at least baba yetu hapa labda anaweza nenda na aongeleshe wanaume. Imagine out of the 100 people wenye nauzia 96 ni wamama. Hapo ni kweli. What is not happening? Naweza jibu hiyo swali. Kwa kusema hivi. Hawa watu wengi unaona wanawake wanakuja kununua mashamba, wanakuja kununua on behalf of wazee wao. Wametumwa. Tukiwa shughuli pia sisi za ujenzi wa taifa. Wewe unaweza tumwa Ben's conference uka represent. Kwa hivyo ukiona wageni wengi hapa wamekuwa wanawake ama wakina mama, wengine labda ni kutumwa. Umesikia mdada wetu mmoja pale amesema ametumwa na bwana yake King'ara kutoka Kiambu. Oh yes, by the way ni kweli. Wanaweza kuwa wengi lakini wengi ni kutumwa. Wengi ni kutumwa, wametumwa. Lakini mimi ushangaa hata kama ni kutumwa. Kwani wanaume bado wanasema titles ziandikwe wa mama hata kama ni kutumwa? Umenipata kwa hiyo swali, lakini kama matitles zinabadilishwa zinawekwa jina za kina mama, nafikiri kuna mchezo inaendelea hapo. Lakini bora tuwe na ardhi na muwe na sehemu. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Okay. Tukipata sehemu na ardhi, haijalishi kwa jina ya nani. Wanaficha white, wanasema ziandikwe wa mama, juu wanaume wataki kujulikana. Inawezekana. Utajiri wao. Inawezekana. Haya, asanteni sana. Okay, umeonaje? Site hii iko hapa, iko pali pazuri. Yes. Less than around 500 meters from the main Mombasa highway. Yes. Ni pahali kuna development imeendelea, maji tumeona boa limechimbwa. Kwa hivyo ni pahali pazuri. Yes. Na plot zimepangwa vizuri. So unaweza advocate, unaweza ambia mtu akuja nunue hapa bila wasiwasi. Bila wasiwasi yote. Mashamba hapa imeonekana ni safi kabisa. Tumeona kila kitu imepangwa. Unaona imefensiwa. Barabara, perimeter imewekwa. Kwa hivyo ni pahali maridadi kabisa. Okay. Sana na at least pia umekula maembe. Na imetoka tu hapa. Sasa tunawaambia ile maji tumewekea pale. Hii wiki tunaweka tawa. Exactly. Tawa ya maji. Kwa hivyo mtu anaweza panda tu maembe akulange kabla afikirie atafanya nini.
So ugo niguo kohana mwirori wa Baruthi wa Thayo TV. Wa Moyo Rainbow anasema huko dada yangu ameoleka huko Mbooni. Dada yake ameoleka huko. Kwa hivyo kuna intermarriages between. Huyo ni Muthoniwa. Ni Muthoniwa. Okay, thank you so much. Najua dada yangu hapa hajazoea kuongea sana. Hujazoea kuongea. Si usalimie Mambas. Vizuri na unajua pia hujasalimia bwana wako alafu aanze kusema Hi mama, I know you're watching because you're waiting for us to be live. Nimekusalimia, I hope umesalimika. The land is good. Yes, and I'm happy for you. You have got it. Na unajua yeye amenunua Pinnacle ile iko huko mbele na amenunua hapa Sinai Gardens. So yeye ako na bahati ya kwa projects mbili. So anaweza jenga moja ingine amue kulima kidogo kabla afikirie viteni atafanya. Na I'm sure most of the people wenye wananunua pia wanataka kujenga. So welcome, anza kujenga. Maji ikishapanda hii wiki, hiyo tawa ikiwekwa, sababu tushachimba borehole, tawa ikiwekwa, si unaanza kujenga, maji iko hapo. Itakuwa rahisi. Haya, patia Mrs. Kengara pia yeye asalimie bwanake. Hi, Fafa Kingara. I hope you're fine. I hope you're watching. And if you're not watching, utaiwatch hiyo masaa zingine. Tumekuja hapa site, tumeona. And I'm telling you this live on air, utachukua plot 2 si moja. Kwa hivyo oka ukiwa ready. Sawa, asante. Alright, hujamwambia unampenda? Anajua. Hapana, unajua hii yaonea. Ataambia mapesa sikizeni, mnaniambianga sijaoa, sikizeni. Aya, I love you so much. Hata wewe unajua tunakupenda, your son loves you. Kanga ukijua hivyo tunakupenda. Asikiki. Unasikia huyu ni Mkikuyu amesema asikiki Kikuyu. Kwa hivyo tukuendete mno. Thank you so much. Wow, shida ingekuwa ni mwanaume hawezi sema. Mwanaume aseme anakupenda Olea. Asema si anajua nampenda. Kwani ni zile nikitangaza. Na tunajua maadui wanaona. Kwa hivyo hakuna haja ya kutangaza. Thank you Reverend Joel Mwangi Baruthi, lakini kuna tofauti ya kusikia Kikuyu na kuelewa. Okay. Unaweza sikia lugha ile yote but kuelewa ndio noma. Sasa kama wewe unasikia na kuelewa ndio maana hamna yeyote anayeweza kukusengenya. Alright, thank you so much. Dhahabu Dese. Karibu sana. Dhahabu Dese is one of my fans. Na by the way Dhahabu Dese anauza dera. Kwa hivyo kama kuna yote anataka dera hapa, na by the way ziko huko kwa ofisi, alileta mpaka kwa ofisi yangu. Sasa nikamuuliza, imagine umeniletea dera nikuuzie, nitaambia wamama wakuje watesti wavalie huko studio ama uwezi ichukua kwa kamera uinue hivi. Aki mnanipea kazi ngumu. Dera tunanga je ya kupima. Dera ni free size. Ni free size. Basi kuna dera kwa ofisi, ikiwa unavaanga dera anauza 1,000 only. Kwa hivyo pitia kwa ofisi yangu ama unipigia simu utapata dera. Na pia nauza mchele. So thank you so much Dhahabu Dese. Na unajua mimi ushangaa, damu ya Ukikuyu ndio iko mingi. Si juzi Mkikuyu, damu ndio mingi ya Ukikuyu. Ukiwa mtu anafanya biashara na ni Mswahili, basi jua kwa sababu ukisikia dera mahali ujue ni Mswahili. Ukisikia mchele yako na kadamu kidogo ka Ukikuyu. Kwa hivyo akichanganya zote mbili, ya Ukikuyu of course inaenda 80. Thank you so much Dhahabu Dese. Kwa hivyo mtu anataka dera ataniona. Anyway, so karibuni sana. We are here at Sinai Gardens Konza. We're talking of 800 meters from Mombasa Road, and of course kutoka hapa ukidrive gari kwenda Konza City is 2 minutes. Maybe ukichagua kuwalk is around 5 minutes. And tumewapeleka pale juu, at least tumeona Konza. We've shown you a lot of photos nini kinaendelea hapa saa hizi. This is one of the prime and the best projects. Funny enough, watu wengi wenye wananunua, like kuna mtu mmoja hapa niliuzia plot 3 na I think alinunua hizo plot after kuona hizo picha nimewaonyesha. Maana si watu wengi wanaamini Konza inajengwa. It is until you see it yourself ndio uamini kuna jengwa. Nilituma watu Facebook watafuta page inaitwa Konza Technopolis. Unajua Konza hawakuwa na update vitu zao. Juzi after wameanza meetings na serikali na parastatals na all stakeholders including Nairobi, the ministers, our ministers sasa wako. Ukiingia kwa Facebook page yao utaona hawa watu wote na meetings wanafanya karibu daily. Juzi walikuwa na meetings na investors wote wa Konza City. That tells you, na sijui kama unajua walisema watakuwa na interest na kitu yote iko nje yake within 10 km radius. So we are within 10 km radius. That tells you,
hii place ni place moja, before ufikirie utafanya nini nayo, kaa chini kwanza, fanya hesabu yako, because when we talk of 10 km radius yenye watakuwa na interest nayo, probably maybe itakuwa mahali kama Muthaiga, in terms of maybe to be controlled or so. Ingawaje kuna watu wamejenga nyumba zao za kukaa. Unajua kuna vile unaweza ona town imeshika mpaka unashangaa nilijenga nyumba ya kukaa kwa nini? Si ningegoja kidogo. Because like tumesema kuna university inaitwa Kaisi inatengenezwa hapa ndani. Most of the students wanapenda kukaa nje. That's why ukienda na huku kwa barabara utaona most of hostels zimejengwa, zimewekewa wanafunzi. Reason being, si wanafunzi wote wanapenda kukaa ndani ya hostels. So that's an opportunity ya watu wenye wananunua hapa nje kufikiria ni nini naweza jenga ifurahishe watoto wenye wako ndani, si ndio? And therefore mtu yeyote ananunua Konza City, cha kwanza ajue kuna title. Wenye wamenunua Pinnacle Gardens, nafikiri umetoka kwa ofisi kuchukua title. Ilikuwa ya Pinnacle. Yes. Bas. So tumetoka hii project tukaingia hii na tayari wale wako na title. Mwenye hana title labda hajachukua kwa ofisi, maana yake ama ya mamake ametoka kuichukua kwa ofisi saa hizi. So that uko nayo hapa? Umeiacha? Okay. So, fine. So angekuwa nayo tungeiona saa hizi. So that tells you some few years to come. Let me quote what wenye Konza City walisema by 2029 phase 1 itakuwa complete kila kitu. Tayari umeona barabara zimeisha. Wameweka mataa, wameweka CCTV, wameweka traffic lights, wameweka nini. So unafikiri 2029 iko mbali? By the way tukaambua vision 2030 tulikuwa tunaona ni kama 100 years to come. Tukasikia 2010, 2020, saa hii tunaelekea 2030. Itafika tu saa hizi, na hiyo time hautapata nafasi ya kununua kitu iko nje ya Konza City because hata hautaweza kuafford. Saa hii ukiamua ununue kitu Muthaiga, it's so tricky. Huwezi toa 100 million, upeleke wapi? Si hata afadhali ukuje ununue Konza yote basi. So hapa lazima, na unajua 100 million si pesa mingi. Si pesa mingi, kama hapa ni 1M. Kwani utanunua hadi wapi? Unaweza shtukia umenunua hii area mpaka huko peke yake 100M imeisha. Things are changing. Vitu zinaenda juu. Tuko katikati ya current Mombasa Road na Old Mombasa Road. Najua hamjaona Old Mombasa Road. Ile nyumba iko pale ya red, hapo nyuma yake kuna Old Mombasa Road. Exactly. Uzuri wako nyinyi mmetoka hapa kwa hivyo mnaielewa vizuri. So meaning hiyo Old Mombasa Road definitely ni ya kudecongest Konza City. Wakati watu watakuwa hawataki kupita mbele juu vitu ni mingi na traffic na nini, kuna wenye watakuwa wanapita nyuma. So hata wenye wamenunua hapa ama huku nyuma watakuwa na nafasi kama yule aliyenunua mbele. For those people who wanapitia huko nyuma. Kuna watu watajenga petrol station na huko nyuma. Unajua kuna time haungepea hiyo area value. Saa hii unaweza jenga petrol station wakati hapa itaanza kuwa operational, si ndio? Hii barabara itafika kukua dual carriage. Ukiingia kwa data yao, maana sisi tuko na hiyo document, utaona hiyo barabara imefika Machakos Junction inakuja kufika hapa ikiwa dual carriage. I'm not 100% sure kama itapita hapo, but lazima ifike Konza City ikiwa dual carriage. Number 2, SGR itakuwa na terminal hapa ndani according to the information that we have. Kuna airstrip hapa ndani because Konza City ni kubwa. We are talking of 5,000 acres. Na saa hizi tuko tu phase 1 ndio tunaongelelea. So you can imagine all the other acres zitakuwa zinafanya nini. Number 2, tulisema Konza City inajengwa kama Dubai. Is a smart city. Nikakwambia what I mean kama Dubai ni kama ni hospitali zinajengwa mahali pamoja zote. Ukienda kwa shule ziko mahali pamoja. Ukienda kwa industries ziko mahali pamoja. Is a controlled investment. Ukienda kwa buga la wanyama liko mahali pamoja. Ukienda kwa chemical industries ziko mahali pamoja. Aya, cabling yake, part kubwa ya cabling yake tuliambiwa inatumika underground. Hawataki ipite huku juu. Hata ni vile stima iwezi pitishwa chini. Otherwise kama kungekuwa na nafasi pia ingepita chini. So is a technology center. Most of the investors wa dunia nzima wanakuja hapa. So this is one of the best project you can ever invest, which is 2 minutes away from Konza International Techno City main gate. Surprisingly Konza imeanza pale unaona ile mchanga. Lakini gate yake iko chini. That's why tunasema 2 minutes from the main gate. But tukisema Konza City we are talking of 800 meters. Uingie Konza City, it's only that huwezi ingilia pale juu pale hakuna gate. But kufika Mombasa Road is 800 meters. We are talking of 1 million cash installment, 1,050,000, a deposit of 200, the rest
ulipe kwa miezi 6. Na ningetaka kabla ni muinvite Alfred uchukue hizi namba zetu, ukuje inbox upate map. Na kitu moja nikikutumia map utashtuka. Unajua kuna watu nilitumia map tukianza kwanza wakarelax. Wakasema Farodhi ngojea nilipo mshahara, juu uko na mshahara. Sasa shida ni moja. Assume ulikuwa umebook plot iko hapa juu kama hii, by then wakati ulipitisha siku 3 mimi niliuza, sababu mwenye amewekelea pesa ndio mwenye plot, si ndio? So sasa uniitisha mapu ingine. So nikutumia mapu ingine utaona kama nakuchezea. Juu itabidi uingie kidogo na hapa ndani. The beauty thing ni ati haijaingia sana. So nataka nikupee namba yangu na ya Alfred ndio uweze kumpigia ama umuitishe map. Na ikiwezekana book immediately. Otherwise utakuja kujilaumu mwenyewe. Sijui mbona nimesahau namba ya Alfred. Nafikiri akikuja tutapeana. So kwanza chukua namba yangu kabla nimwalike hapa ndio akuje na pia yeye aweze kusalimia watu. So Alfred, if you can hear me, karibu. Yes, so that is what we call Konza State. Sijui kama ulikuwa umeipitia hapa ukaona Konza State nani? Ama ulikuwa unaiona nje ama kusikia? Mimi ni kufanya kazi ya usafiri. Wewe ni mfanyakazi wa usafiri? Kwa hivyo hii barabara Mombasa Road naijua kutoka hapa. Lakini huko unajua hivyo tumekuonyesha ndivyo iko. Sikuwa nimejua kama city imefikishwa hiyo kiwango. Kwa ajili mimi huionea kwa barabara tu. Okay. Kila at least leo umepata nafasi ya kuona. Nimeiona kutoka tuseme ile tunaita vantage point. Na naona kweli imeendelea kazi. That's good. Wacha my sister nikusumbue kidogo. Upisha Alfred kidogo. Unaweza ingia hapo kwa gari labda ili sisimame sana. Yes, sawa. Karibu sana. Asante. Unajua leo tuko na muundo wa nyumba hapa. Yes. Lisa na wananifunza kidogo. Karibu kujua. Karibu sana. Asanteni sana. Naona tulikuwa hapa weekend na rafiki yetu anaitwa Bidan. Evans. Naona ananipigia kama ametuona, but napigia baadaye. Okay. That's good. Yeah. Salimia wana Farodhi. Habari zenyu, marafiki zetu, people that we've worked together for some time. Thank you so much to meet you again on this Monday. We also wish you a happy new week. Yes. Asanteni sana. Very good. Wakaribishe Konza City na waambie unajua wageni ni wako. Karibuni Konza. Leo tumekuja na wageni mmewaona. Unajua most of the time tunaongea mtu anafikiri ni sisi tu. Hata nimeshangaa sana my brother akisema sisi tunasema ni 800, yeye amesema ni 500 meters. Hata kumbe uko karibu kushinda vile sisi tunaona. So yeah, it's very interesting that every time we come with someone they love the place. It's something that is going to be very very nice. Of course pia tumekuja na dada yetu amekuja kuonea mzazi wake. It's a nice place. It's a nice place. Unajua saa zingine you don't need to speak a lot about something. Yes. Unajua kwa sababu hata wale wanakuja wanaona. Mwai waambia kuna mtu aliingia hapa, aliingia Pinnacle akanunua plot 8. Uliwaambia hivyo? Mtu mmoja peke yake. Sasa mimi ushangaa aliona nini? Sababu plot 8 we are talking of 8 million. 8. Unajua huyo mtu lazima Mungu amemfungua macho. Mtu amemfungua macho. Na ni rafiki yangu sasa zaidi. Not because he bought 8, but he's a very good friend now. Sijai jua haswa ni nini aliona, lakini ningetaka pia niongee na yeye nijue ni nini aliona chenye watu hawaoni. Na title zake zishafika ng'ambo. Zimefika ng'ambo? Zishafika ng'ambo. Si haziko ofisi. Wow. Ako nazo kwa briefcase yake. Wow, that's good. Yeah. So chenye aliona hata wewe itabidi uone. Hauna choice. Itabidi. Unajua sisi tuna bahati juu tumemanage kuingia huko ndani Konza City. Tumemanage kupewa information watu hawana. Na tulipewa very innocently. Yes. But we did that for the sake of our buyers. Yes. At least pia waweze kupata nafasi ya kujua hiyo information. If it were not that information tulipata ndani, hatungeweza kuwaelezea na wanunue. In fact, and surprisingly, through that information, most of the companies zenye zinauza shamba Konza zimenipigia. Most of them wanataka waone picha kama hizo niliwaonyesha niwatumie. Because kuingia huko sio rahisi. Huko
Hebu enda siku moja uambiwe unataka kuingia. Sijawahi kujaribu. Huko huwezi ingia. Hata saa hii kurudi, yani lazima upige simu kadhaa ndio uruhusiwe kuingia. Maana it's a protected site, it's a government site. And there are so many things happening there. And now that kuna investors wengi mpaka outside Kenya, lazima pia waipe security. That's why unaona saa hii wameweka CCTV almost everywhere. Na tumezunguka huko ndani na gari kila kona. Tumeenda mpaka kwa hiyo water plant. Tumepita kila mahali. We did that for the sake of ourselves personally, kwa sababu mimi nimenunua hii pina hii niko karibu na ile maji unaona pale. Si kununua sababu nilikuwa na pesa. He knows I have so many other things I'm doing. Si kununua sababu niko na pesa. Nilinunua kwa kujua nauza wapi. Kwa kujua Konzasete ni nini. Kwa kujua ile ni Mombasa Road. Siku moja itafika nipite pale. Nitaona kitu imejengwa hapa na nitaumia roho. Niambianga watu, you know, don't be a storyteller. Don't be a storyteller. Mababa zetu ni storytellers. Ukweli uongo. They are storytellers. Wanatuambianga sikia, unaona by the way, hii barabara ikija tulikuwa tunapita hapa unamuuliza alafu mbona huku nunua hapa? Hii ilikuwa msitu. Hii ilikuwa msitu yote. Hakununua. So they tell a lot of stories. Sisi hatutaki pia sisi tukue storytellers. Let us buy so that one day tunaambia watu ile estate ni yangu. Si yetu ama ilikuwa ya nani. Ama uguo unaambia watu kitambo nilikuwa na pesa. So what? Ulikuwa na pesa ulifanya nini nayo? So even ndo kuko na watu wajue this is one of the best project unaweza invest na usikuwe na wasiwasi hata kidogo. And since we were here on Monday, a lot of things have happened, and I want to assure you that kuna watu wengi sana wamenunua during that course of that week. Na ukiitisha map utaona. Na mimi sijauzia, nimeuzia mwanaume yote hiyo wiki. Sidhani, lakini naona kama wangapi wanunua. Nasema hiyo wiki. Hii wiki. Mimi nafikiri nimeuzia tu mama hiyo wiki. Hiyo last week? Kutoka wakati tulikuja hapa. Hata yenye nimekutumia morning. Ya fresh ya. Huyo ni mwanamke bado na ni 63 64. Si ilikuwa ya engineer? Hapana, si huyo. Huyo ni fresh ya. Fresh ya kokando. Engineer ya kokando. Okay. Hiyo 63 64. Ulifikiri ni engineer? Nilifikiri ni engineer. By the engineer alikuwa anatume pesa yake lini? Ndio hiyo. Hapana. Wewe find out. Hapana. No. Nimekataa kwa sababu bibi engineer anaitwa Rosemary. Hebu wewe find out. Hapana, hiyo nimekataa. Find out. Hiyo acha nikwambie saa hizi. Oi Ruth. Sikia Ruth. Ruth anasema dukaniane broti yako gai ni makete. We agreed na Kevin aniambia mkienda site only to see you online. Broti yake ilikuwa Ruth. Ilikuwa number what? Ruth. Ako hapo ukiangalia kwa nini utamuona. Ilikuwa nafikiri either number 5 or so. I think number 5. Ilikuwa hapo. Ndio hii number 5. Sasa Ruth, mimi niko karibu kupatiana. Unajua sasa lazima nimwambie hivi juu. Ruth itaenda. Yeye mwenyewe unajua anafikiri aliongea na yule jamaa wangu wa ofisi. Hakumkumbusha tukienda site. So yeye ametuona. Sasa Ruth akina kuhurumia. Ukajua hiyo plot yako mahali iko. Mimi nakuhurumia. Tulikuwa kuangalia engineer. Ndio hapo 63 64. Hapana, hiyo ni mtu tofauti. Serious? That's a different person. Engineer alikuja kujionea. Engineer by the way engineer alikuwa niongelesha the following day. Yes, unaona huyu ni sawa. Si ndio huyo mimi nimekwambia. Engineer alikuwa niongelesha the following day. Na ni kama hatapata. So wacha nitampigia tukitoka ndio nimuona. Unajua tulimwambia. So angechagua siku ile. Alikuwa niongelesha the following day. So engineer hatutasema jina yako but engineer si wengi. So kisikia hiyo jina engineer, please fanya jambo otherwise itaenda. Ruth pia kuna mwingine anaitwa nani? Is it Priscilla and Esther? Priscilla na Esther fanyeni kitu otherwise ikienda. Na nakwambia kuna kitu inaishanga unajilaumu. Hii kiisha utajilaumu. Maana it is one of the projects unaweza eka anything.
And maybe in future. Unajua what we are saying is one of the projects pengine ikiisha we cannot get even close hata kama tutauza ingine. That is it. Kama hii. Na unajua sisi uzuri wetu tulianza kuuza wakati watu hawajui Concerted ni nini. Yeah. Watu washainyamazia na wameachana na. By the way sisi ndio tumerevive. In fact wanafaa kutulipa. Saa hizi Concerted inajulikana diaspora juu yetu. Yeah. We have detailed them, tumewapea info, tumewapea picha, tumewapea nini. Yaani zile vitu tumeambia watu kuhusu Concerted. Mpaka wao wenyewe wanaanza kupiga Concerted ndani. Kuuliza kuhusu Concerted yenyewe. Hizo ndio kupata plot Concerted ni ngumu. Lazima ununue at least an acre plus. Na it's between 8 million to 12 million. Sio na unaweza kuwa na pesa na usiuzibe. Maana wanaangalia pia, unajua kuna tofauti ya kukua rich and wealthy. Nafikiri kama wanaangalia watu wealthy kidogo. Mtu anaweza jenga go down, si ati uko hapo unanunua alafu unaiweka hapo. Ati nataka iongezee bei uacha ikaange hapo wapi? Atuuzie mtu mwingine. Kama ya kuongezeka bei nunua hapa, achana na huko ndani. Huko ni ununue na ujenge. Kama unajenga hospitali uende umeanza. Anyway. So wape namba Alfred, namba yako 0706 002338. Alright. Yes. So inbox hizi upate map. By the way, hata huko next week by Monday hopefully. Monday water tower itakuwa up. 20,000 liters ya maji itakuwa up. So watu wa Pinnacle na pengine wale wameshanunua hapa, si mfanye mpango ndio mfanye kakitu, ukuta mawe tumwage, changarawe tumwage, site house itakuwa hapo next Monday God willing, that hiyo kitu itakuwa juu. Kwa hivyo mtayarishe tafadhali jameni. Sasa hii ukame imezidi, tupande miti, tuache kuweka umbrella, tukae chini ya mnazi. So I'm looking forward hiyo water tower ikuje up, tuanze kupump maji, jua ni mingi hapa. We want plenty of water, tunataka watu wapande miti. Yes. Tubadilishe hii sehemu, tubadilishe kabisa. Mtu anaitwa Esther na Lucy. Unajua Esther kwanza alipiga kelele last time sana. Tu unasema ni Lucy alisema hapa ndiwe na ni mimi na nilikuwa na kusikiza. Mwambie hapana, hata Lucy alisema. Kwa wili. So Esther na Lucy, maji ikipanda, chenye Alfred anafanya kwingine, hata chenye nitafanya kwangu, bado lazima pia nyinyi mfanyiwe. And that is in order. So sasa mtu anaweza jenga, afanye anything. Now that maji itakuwa by Monday itakuwa sawa. And mimi nafikiri hata mimi unaona tumembe kama mtu tumekula. I think it will be my first priority. Mimi ni wale watu napenda kuja na park gari hapo, naingia kwa shamba na kula kitu nimepanda. Maana mimi spend vitu za wenyewe. Naingia kwangu. Kwanza kama msimu wa jua, uko na kiu. Hai, unakuja unaingia kwako, si kwa wenyewe. Kwako na una nini? Na unajua nilisikia pia pixel huwa zinamea sana Ukambani. Nzuri. Tamu pixel. Tuna tumachungwa twa yellow. Tamu sana. Ni matunda gani pia mtu anaweza panda huko? Avocado, machungwa, papai, maembe, grapes. Unajua grapes ni ile tu tazisecure kidogo kwa sababu ya birds. But they do very well. Na pomegranates. Pomegranates na do very well. Very very well. Unajua hiyo matunda yote, in short, matunda ni ya pali kuna joto. In short. Kwa hivyo ukisikia pali kuna matunda kama Israel wana express fruits nini, because of the heat that they have. Watermelon. Unaweka tu watermelon kwa hiyo plot yako. Uko sawa. Wow, so thank you so much. Nafikiri hakuna la kuongeza, hakuna la ziada. What we are saying is plots ni 50 by 100 in size. Ziko na title. We are selling at 1 million cash, installment 1,050,000, a deposit of 200,000, the rest in 6 months. Na hiyo bei ni pamoja na title transfer. Kwa hivyo hakuna charges, utaitishwa no hidden charges, alafu upokee title yako. It's a simple. Na wale watu wanataka kutumiwa title nje ya nchi, sheria ni tunatuma title na inaitwa nini? DHL. And of course there is charges. Na hazikuwa ati expensive sana. It's around 5k. Ikienda sana, let's say between 5 and 10,000 kukutumia title, and that's all. So we just give
addresses na nini, alafu tunakutumia title zako na hiyo inakuwa rahisi. So nilikuwa nataka kuclarify hapo, ndio mtu asiseme ati ni cost ya ofisi labda kutuma title. Unajua title tayari ikishaingia kwa ofisi, kila mtu afaa kuikujia kwa ofisi. Unaweza kuwa calling hapa. Lakini kama unataka kutumiwa, then it adds some extra charges, na sio charges ati mingi kuliko bei ya shamba. Pesa kidogo sana. So that's all. Number ni 0798008008, 0798008008 ama 0706002338. Okay. Hatujabakisha mingi. Hatutakuambia ni ngapi zimebaki, lakini Monday tutakuambia. So please fanya haraka. Harakisha. Yaani naona tu ikikupita. Wacha excuses. Itakupita tu. Na utajilaumu. Just 200,000 uanze deposit. Mungu ataprovide zingine juu hata hiyo deposit ni Mungu tu amekupea ya kuwekelea. Just make a point of anza, alafu Mungu ataingilia. Sawa sawa. So thank you so much Joyce Kageshi, asante sana. Na sijui kama ni yule Joyce nafikiria. Kama ni yeye, okay. Haya. So thank you so much. God bless you kwa kututrust. Please keep trusting us na hatutakufel. Sijui kama ni Joyce mwenye wamechukua 54-55. I'm suspecting. Nafikiri siko sure kama ni yeye, but it could be her. So thank you so much. Mbona nimesema wanaume wajanunua hiyo wiki? Si bwanake ndiye amenunua by the way. Wamejaribu. Mnajaribu by the way. Mnajaribu. Lakini uzuri na funny enough, bwana yake ndiye aliona akataka, ndio akaambia bibi hiyo kitu lazima tuchukue. Kwa hivyo tuwatoi kusema ati wanaume waonangi channel, wanaonanga. Maana ni bwana aliona ndio aambie bibi anipigie. Unajua wengi most men wamekuwa doubtful. Kuna kadhaa their husbands now are buying. Kwa sababu ati mpaka saa hii ati wewe ati umenunua ati title imekuja. Ati hebu nione. Anasema na sasa basi acha pia mimi ninunue sasa. Kwa sababu title imefika kwa mama. Alikuwa nafikiri mama atagongwa, title imemfikia pia ana get involved. So thank you so much. Mkuwe na wakati mwema. Please think about Sinai Gardens Konza. It's a very serious project, it's a very prime project. Hii ni project itakusaidia maishani mwako. Hata kama hutaki kujenga, I'm 100% sure iko siku utakuja usmile. Ukiuliza tu bei ya hii area, hata hautauza hiyo siku, utauliza bei alafu uende usikie yenyewe kuna pesa imelala mahali nzuri, alafu usonge. Because that's what investment calls for. Na hakuna mtu anawekeza na mchanga alafu anaumia. Hapana. Unaumia tu kama uliekeza blindly bila kujua nani anakuuzia na bila kukuwa na title. That is when utaumia zaidi. Hata mimi siwezi kupromise ati hautaumia. Kuumia nayo utaumia. So make sure you have a title. Wewe umeenda na mic? Fine. Ungeenda na studio yote. So thank you so much. And iko hivyo. So please make a point ya kuinvest nasi na hautaumia. And of course lazima tutakupea title deed. Na cha muhimu ni as you invest, make sure you also tell your friend, because let me tell you, hizi projects zote tumeuza na referral. Na wamama ni wazuri na referrals. Mama, unaona mama si kama wanaume. Mama akienda aona kitu kizuri, either anaambia bwanake, anaambia rafiki yake, anaambia watoto wake. Kama kuna Pinnacle, kuna mtu alinunua, bwanake akanunua, watoto wake wakanunua, akaambilia sijui cousin. Manzeni ilitoa watu kama 7. Familia moja. So it happens. Ukiona tumekuserve vizuri, please tupe referral. Because we also encourage so maana tunajua Kenya watu wamechezwa. So ukiona mtu mzuri, please preach the gospel na kila kitu itakuwa sawa. Kwa hiyo tunataka kuongeza. No, thank you so much for the support. Thank you so much. Kuna wale of course pia wana kidogo mambo itilafu, but we trust that God will come through for you. And yes, see you Monday. All right. Thank you so much. Hiyo tao hakikisha by Monday imepanda. God willing, kazi ya fundi ikuwe haraka. Yes. Juu sisi fundi ule mzuri anakuwa kinyozi.
Lakini hawa wengine nakwambia anakuja kesho. Fundi hananga ende nini? Hata huyu wa kinyozi, acha stima ipotee, anajifanyaga hata hakujui. Utaenda kazini na kipara. Huyu at least atakumalizia utaenda na kichwa yako. Lakini hawa wengine anakuambia anaingia kesho. Kesho inakuwa ni Friday. Okay. But hopefully by Monday we are done. All right. Yes. So thank you so much. Usichoka kuinvest na sisi, hatutachoka kukupea project nzuri ambazo pia zitakusaidia maishani mwako. Because all what you need is good people, good investors. Watu watasecure pesa yako, watu watarespect ile kazi unafanya, watu watajua huwa unachoka kufanya kazi. Hiyo pesa yako wataichezea, wataiweka venye unaitaka. And that's why you see most of the companies making a lot of excellence because they are selling genuine things, genuine properties. Sijui nini itafaidi mtu kuuza kitu fake ama kuuza hewa afaidike na pesa yenye itamnyima usingizi. I mean, ni ya nini? Hauwezi ikula na amani, hauwezi utaikulia wapi? So thank you so much. God bless you for trusting us. Tutaendelea kukupea kitu nzuri. And of course we shall stick to our word. Kama kuna title iko, and of course we shall also give you the best projects pia zikusaidie kimaisha. Thank you so much and God bless you.